Habari za wakati huu, karibu katika kesha la asubuhi. Leo Jumatatu ya tarehe 22 Disemba 2025. Somo letu leo katika siku ya leo lina kichwa cha habari kinachosema mapambano yasiyoonekana. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na ule mstari wa 13. Usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyu Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na ufalme wa Uajemi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ulinzi wako usiku kucha na kwa kutupa uzima hadi asubuhi hii. Tunakiri kuwa bila wewe hatuwezi kufanya chochote. Bwana, tunapofungua kesha ile asubuhi, tunakuomba Roho Mtakatifu ashuke atawale mawazo yetu, mioyo yetu na mazingira haya. Tufunike kwa damu ya Yesu Kristo na uvunje kila kizuizi cha adui. Tunatambua kuwa kuna mapambano yasiyoonekana, lakini tunajua ushindi wetu uko ndani ya Kristo. Tupe masikio ya kusikia sauti yako, macho ya kuona kweli yako, na mioyo ya kunyenyekea mbele zako. Ubariki kila neno litakalosemwa, kila sala itakayopandishwa, na kila sifa itakayotolewa ili jina lako litukuzwe. Tunakukaribisha Bwana katika kesha hili la asubuhi. Tawala, ongoza na ufanye mapenzi yako ndani yetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Katika maandiko ya Mungu tunayo mifano ya mawakala wa kimbingu wakifanya kazi katika akili za wafalme na watawala, na wakati huo huo mawakala wa shetani walikuwa pia kazini katika akili zao. Hakuna ubunji wa kibinadamu ukiwakilisha kwa ukamilifu wa mawazo ya kibinadamu utakaoweza kubadilisha utendakazi wa mawakala wa shetani. Lakini siku zote hutafuta kuweka vikwazo njiani ili kwamba ukweli ufungwe na hila za mwanadamu na wale walio na nuru na maarifa kwao katika hatari kuu, isipokuwa tu kwa kujiweka wakifu siku zote kwa Mungu, kujikana nafsi na kutambua nyakati za hatari. Viumbe vya mbinguni vinateuliwa kujibu maombi ya wale watendao kazi bila ubinafsi kwa kusudi la Mungu. Mawakala wakuu kabisa katika nyua za kimbingu wamechaguliwa kushughulikia maombi yanayopelekwa kwa Mungu kwa njia ya maendeleo ya kusudi la Mungu. Kila malaika ana kazi yake maalumu ambayo haruhusiwi kuiacha na kwenda mahali pengine popote. Ikiwa ataondoka, nguvu za giza zitanufaika. Siku kwa siku pambano baina ya wema na uovu linaendelea. Je, ni kwa nini wale ambao wamepata fursa na fadhila nyingi hawatambui uzito wa kazi hii? Wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa kuhusu jambo hili. Mungu ni mtawala. Kupitia nguvu zake kuu anashikilia na kudhibiti utawala wa kidunia. Kupitia kwa mawakala wake anafanya kazi iliyoamriwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama mwanadamu, hatuelewi ipasavyo kuhusu pambano kuu linaloendelea kati ya mawakala wasioonekana, pambano kati ya malaika waaminifu na wasio waaminifu. Malaika waovu wapo kazini kila siku, wakipanga mwelekeo wa mashambulizi yao, wakidhibiti kama maamiri jeshi, wafalme, watawala na majeshi ya kibinadamu yasiyo na utii. Natoa wito kwa watumishi wa Kristo kupanua uelewa wa wale wanaofikiwa na sauti zao juu ya ukweli kuhusu utendakazi wa malaika. Tusiendekeze dhana za kufikirika. Neno lililoandikwa ndilo usalama wetu pekee. Tunapaswa kuomba kama alivyofanya Danieli ili tuweze kuongozwa na malaika wa kimbingu, kama roho zinazotoa huduma na malaika wanaotumwa kuwasaidia wale watakaokuwa warithi wa wokovu. Ombeni ndugu zangu, ombeni zaidi ya vile ambavyo mmewahi kuomba hapo kabla. Hatupo tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana. Tunapaswa kufanya kazi makini kwa ajili ya umilele. The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, Volume 4, 1173. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja tena mbele zako tukikushukuru kwa kesha hili la asubuhi uliotujalia. Asante kwa neno lako, kwa maombi na kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu uliokuwa nasi. Bwana, tunapofunga kesha hili, tunakuomba baraka zako zibaki nasi siku nzima. Tupe nguvu ya kushinda majaribu,
hekima ya kufanya maamuzi sahihi na neema ya kuishi maisha yatakayokupendeza. Utulinde na hila zote za adui, na utume malaika wako watakatifu watutangulie katika kila hatua ya maisha yetu. Tufanye kuwa nuru mahali popote tunapokwenda, na ushuhuda wa wokovu wako. Tuandae kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo, mfalme ajaye, na utujaze imani, tumaini na upendo. Tunakabidhi siku hii mikononi mwako, familia zetu, kazi zetu na huduma zetu. Tunalifunga kesha hili kwa imani na shukurani, tukijua kwamba uliyeanza kazi njema ndani yetu utaikamilisha. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu ajaye. Amina.